Mama Joan, nini hicho unaongea mbele ya mdoli? Acha basi mambo yako jirani. Najua inaonekana kama chizi, lakini huo ndo ukweli. Baba Karobo, kati ya mabinti zako najua ni pia ni binti yako Adamu kabisa yani. Mama Joani, unaongea kuhusu nini? Unanichanganya. Mama Joani, mimi na wewe tumejuana juzi tu. Vipi leo unakuja kuniambia kwamba Joani ni binti yangu? Kivipi sasa? Kivipi? Ndori. Mama Joani, uko sawa wewe? Pengine Mungu we. Maisha kidogo tu haya. Na nguo zangu za mtumba alizonunulia mdoli nimeshaanza kusingiziwa watoto. Ni nini kinaendelea kati yenu? Mnajua nimekaa kimya, naona mnazidi kunichanganya sasa. Makosa ni yangu mimi hapa. Kama siku ile nisingekuwekea madawa kwenye kinywaji, huenda leo hata ungekuwa unanikumbuka. Unazidi kunichanganya Mama Joan. Mara madawa, mara sijui nini. Kudadeki. Baba Karobo, hii ni habari ya miaka 3 nyuma, kipindi nikiwa mwanachuo. Nakumbuka siku hiyo ulikuwa wewe pamoja na rafiki zako kina Pasa, na kati ya wote wewe ndo ulikuwa mpole sana. Ilikuwa ni usiku kwenye klabu ya Chapailale. Wenzako wote walikuwa wakilewa pombe, lakini wewe ulichagua kunywa soda tu, na huko ukisema kuwa mke wako hapendi wewe unywe pombe. Ndio ikawaje sasa? Ikawaje yani? Chapailale ikawaje? Rafiki yako Pasa akaniambia kuwa wewe uko na msongo wa mawazo sana, mke wako anakusumbua, hivyo akaniambia nihakikisha kwamba nakufariji kwa usiku ule, na pia aliniahidi kiasi cha pesa kingi sana. Na kwa kuwa nilikuwa binti tu, nakiri kwamba nilikuwa sijielewi, nikaona naweza kufanya hivi, na niliamua kuchukua zile pesa na nikafanikiwa kukuwekea kilevi kwenye kinywaji. Kisha nilifanikiwa kulala nayo kwa usiku ule, na palipokucha nilifanikiwa kuondoka huku nikiwa nimekuibia pesa zako zote. Lakini matokeo ya ujinga wangu wote ambao niliufanya siku ile, ndio hii leo nimempata Joani ambaye hamjui babake. Sawa, lakini kwa hiyo umekaa ukafikiria kwamba nikimwambia Baba Karobo atampokea Joani kwa mikono miwili kwa stori yako hiyo? Hiyo stori yako ya nini nimpokee Joani kwa binti yangu kweli? Baba Karobo, huwezi kumnyima mtoto haki ya kuwa na baba. Okay. Kesho nitafanya appointment na daktari wangu kwa ajili ya kupima DNA. Mama Joan, unaweza kaenda. Nisamehe sana mdogo. Nisamehe sana. Uwe na siku njema.
Kalo, unajua na maswali mengi sana na kichwa chako kinawaza vitu vingi sana, lakini nakuomba usahau kila kitu na usahau yote yaliyopita nyuma. Umenielewa kipenzi changu? Lakini hakuna cha lakini Kalo. Mimi bado Lasa yule yule unayemjua na kumuelewa tangu miaka yote hiyo iliyopita nyuma. Nikombe kitu Carolina. Sumu ambayo amepandikiza kizito ndani yako, naomba usiruhusu ikafanya kazi hata siku moja. Na maumivu ambayo umepitia miaka miwili iliyopita nyuma, usiyaruhusu yakatupa furaha yetu ambayo naenda kukupatia kwa sasa. Sijawahi acha kukupenda na nafikiri wewe ndio fungu langu katika maisha yangu. nilifikiri ndio nishakukosa kwenye maisha yangu, mpenzi wangu. Mimi ni wako na wewe ni wangu Carolina, na kuahidi kuwa nitakulinda na kukupenda kwenye maisha yangu. Na sio kukupenda tu, ni kukupenda zaidi wanavyostahili. Nipe nafasi nyingine kwenye maisha yako na niwe kila kitu kwako. Inamaanisha kwamba uwe mke wangu na mimi ni mume wako halali. Kweli wewe ndo rasa wangu ninayekupenda. Kinachokuuliza? Hapana mama. Silii mbona? Utajua mwenyewe, ulie au usilie. Mimi hata hainihusu. Mchana huu uamke hapo katupikie ugali. Mama jamani. Kwani chai tumekunywa saa 6 tu. Kuna haja gani tena ya kupika muda huu? Koma we. Alokuambia sisi tunakulaga kizungu nani? Nyanyuka binti. Ukatupikie. Aya niteseni tu. Lakini mume wangu akija kunichukua hapa, yaani mtanisikilizia kwenye bomba. Subiri muone. Nyanyuka mwanangu endo kapike. Hivi kwa akili yako unajua Mr. Rasa atakuhitaji tena? Mama, mimi ndo Remi. Yaani Lasa kwangu afurukoti wala achomoe. Yaani atarudi hapa na machozi nginja nginja. Katupikie mwaya. Lasa baba, njoo nichukue maana mkwe wako ananitesa huko. Binti, ni wewe tena? Haya, leo nikusaidie nini?
Namuulizia baba Karobo. Nimemkuta. Wewe baba Karobo una shida naye gani? Maana sio mara ya kwanza wala mara ya pili kukuona machoni mwangu. Kizibo, bado hujabadilika tu. Yaani bado uko vile vile. Unaongea sana na unadharau za kutosha. Okay. Najua unikumbuki. Lakini mimi ni rafiki wa karibu sana na kakako. Unavyoniambia kuwa sijabadilika, bado nina kiburi na nina dharau. Unajifanya kunijua sana. Wewe ni mamangu mzazi au? Haya, majibu yako nakupa kama ifuatavyo. Baba Karobo haishi hapa. Ameshama muda mrefu sana. Amehamia wapi? Amehamia mtaa wa... Mtaa gani?